zako. Katika jioni ya leo lipo somo ambalo Mwenyezi Mungu ameona tujifunze ili kwamba tuweze kumfahamu yeye zaidi. Somo lina kichwa kinachosema dhambi iliyomuondoa madarakani Belshaza. Dhambi iliyomuondoa madarakani Belshaza. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakuomba utufundishe tena, na hili neno ambalo litasemwa mahali hapa likawe baraka kwa wengi, na tukakufahamu zaidi, na ukatufundishe kujua namna kukutumikia kama ambavyo utasema nasi katika somo hili. Mpendwa, kama ambavyo somo linasema dhambi iliyomuondoa Belshaza madarakani, basi nianze na kumweleza kidogo huyu Belshaza ni nani. Hatimaye nitaeleza dhambi gani ambayo ilimuondoa madarakani. Belshaza alikuwa ni mtawala wa mwisho wa Babeli kabla kuanguka kwa ufalme huo mikononi mwa Wamedi na Wajemi. Huyu Belshaza kabla Babeli haijaanguka ndiye amekuwa mfalme wa mwisho kabisa katika utawala wa Babeli. Maana hii dunia imetawaliwa na kuna mataifa ambayo yametawala dunia, na taifa la kwanza kabisa kuitawala dunia linaitwa Babeli. Na kuna wafalme wengi ambao wameitawala Babeli, na mfalme wa mwisho kuitawala Babeli anaitwa Belshaza. Jina Belshaza kwa Kiebrania anaitwa Belisari, ambalo linatoka kwenye lugha ya Kiakad ambayo ni moja ya lugha za Babeli. Na jina hili linaweza kutafsiriwa kama ifuatavyo. Unaposema Belshaza, unakuwa una maana ya kwamba Beli amhifadhi mfalme, ama Beli amuokoe mfalme. Sasa huyo Beli ni nani? Beli ni jina la Mungu mkuu wa Wababeli ambaye huwa anaitwa Maduku. Huyo Mungu Maduku ndiye alikuwa Mungu mkuu wa Wababeli, aliyeheshimiwa kama Mungu wa uumbaji, kama Mungu wa mvua, kama Mungu wa heshima, kama Mungu wa ulinzi wa maji wa mji wa Babeli. Kwa hiyo huyu mfalme Maduku katika dini ya Wababeli na Wasumeri, Maduku alichukuliwa kama Mungu mwenye nguvu zaidi katika miungu yote ya Kimesopotamia. Kwa unapozungumzia Mungu wa Kimesopotamia, Mungu mkuu waliokuwa naye alikuwa anaitwa Maduku, na alikuwa ni Mungu wa taifa la Babeli, na alihusishwa na mamlaka ya kifalme na ushindi wa Babeli juu ya mataifa mengine. Yaani Babeli akishinda mataifa mengine, waliamini ya kwamba aliyewasaidia kushinda ni Mungu Maduku. Tutaendelea kujifunza zaidi habari za Mungu Maduku na namna ambavyo Babeli walishinda baadhi ya mataifa. Nadhani kuanzia kesho na kuendelea tutajikita kwa makini sana na kumweleza vizuri namna ambavyo Maduku alikuwa anaabudiwa. Ingawa jina Maduku alitajwi moja kwa moja katika Biblia, na hata ukisoma Biblia uweze kukuta kuna mahali pameandikwa Maduku, lakini amekuwa akiitwa kwa jina jingine, na hilo jina alikuwa anaitwa Bel. Ukikuta mahali pameandikwa Bel, ujue kabisa anayetajwa hapo ni Mungu Maduku. Kwa mfano kitabu cha Isaya 46 mstari wa kwanza. Isaya 46 mstari wa kwanza nasema, Beli anaanguka chini, Nebo anainama, sanamu zao ziko juu ya wanyama na juu ya ng'ombe. Anatajwa Mungu Beli, anatajwa Mungu Nebo. Beli nimeshawaambia ndiye Mungu mkuu wa Wababeli, na ndiye ambaye alikuwa anaitwa kwa jina jingine Marduk. Lakini Nebo alikuwa ni mtoto wa Mungu Maduku. Kama tunavyosema Mungu Baba na Mungu Mwana, Mungu Baba anaitwa Beli, Mungu Mwana anaitwa Nebo kwa mujibu wa Wababeli. Katika Babeli, Beli alikuwa na jina la heshima ambalo unavyosema Beli ilikuwa ni jina la heshima la Mungu Maduku, kama vile tunaposema Bwana ama mkuu
Kwa hiyo unaposema ya kwamba Bwana, hiyo ni heshima ya Mungu. Ndio maana walikuwa wanamuita Beli. Kwa mfano, unapomwita Belshaza, mfalme wa mwisho wa Babeli, jina lake linamaanisha Bel amlinde mfalme. Kwa lugha nyingine sasa, unapozungumzia Beli una maana ya kwamba Maduku amlinde mfalme. Kwa hiyo jina la mfalme Belshaza lilikuwa limeunganishwa na Mungu wake ambaye anaitwa Bel, ambaye anaitwa Marduk, na alikuwa linasema ya kwamba Mungu amuunganishe amlinde mfalme Belshaza. Marduk alikuwa ni mungu wa uongo wa Babeli, na aliabudiwa katika mfumo wa polytheism, ama kuabudu miungu mingine tofauti na Mungu wa Israeli ambaye ni mmoja, Mwenyezi Mungu na muumbaji wa kweli. Lakini yeye aliabudiwa katika kundi la miungu mingi. Ndio maana unakuta kuna Mungu Maduku, kuna Mungu Nebo na kadhalika, na wengine nitawatajia kwa kadri ambavyo tutakuwa tunajifunza katika mahali hapa. Kwa hiyo Maduku alikuwa ni sehemu ya hadithi za uongo zilizotungwa na Wababeli, wakisema ya kwamba huyo ndiyo Mungu mkuu. Lakini kiukweli hakuna Mungu anaitwa Maduku, ilikuwepo sanamu tu, labda na ushirikina, lakini huyu alikuwa ni shetani mwenyewe. Lakini hakuna Mungu anaitwa Maduku zaidi ya ile sanamu na kushikilia nafasi mahali pa shetani. Kwa hiyo unapozungumzia neno Belshaza, neno Beli ina maana ya Mungu wao, ina maana ya Maduku. Sasa hiyo shaza inamaanisha nini? Shaza inahusiana na wazo la kulinda ama kuhifadhi. Kwa hiyo ukiita Belshaza una maana ya kwamba anayemlinda mfalme, ambaye anamchunga mfalme. Kwa lina maana ya, ukisikia neno shaza lina maana ya kulinda ama kuhifadhi. Ukiunganisha Belshaza kwamba Mungu amhifadhi mfalme, Mungu aweze kumlinda mfalme, ndio jina ama maana ya neno Belshaza. Jina Belshaza linahusiana na jina linaitwa Belshaza, lakini hayako sawa. Maana unaweza kufikiri labda pengine nazungumza habari ya Belshaza. Kuna Belshaza na kuna Belshaza. Belshaza lilikuwa ni jina ambalo amepewa Danieli. Ukisoma Danieli 1:7 unakuta mkuu wa matoashi anawapa majina. Danieli anaitwa Belshaza. Belshaza linatoka kwenye lugha ya Kibabeli, likiwa linamaanisha kwamba Mungu amkinge mfalme ama mlinzi wa hazina ya Beli. Kwa maana kwamba Danieli alikuwa anaitwa ndiye mlinzi wa hazina ya Beli, ndiye mlinzi wa hazina ya Mungu Maduku. Kwa hiyo tofauti kati ya Belshaza na Belshaza ni kwamba Maduku amlinde mfalme, halafu huyo akaitwa mfalme. Halafu ukienda kwa Danieli kwamba Danieli yeye ndiye mlinzi wa hazina ya Mungu Maduku. Na kwa muda mrefu wanahistoria wamekuwa na mashaka kuhusu uwepo wa mfalme Belshaza, kwa sababu hakutajwa moja kwa moja katika maandishi mengi ya kihistoria wakati wa kipindi hicho. Anayetajwa ni mtu mwingine kabisa. Anatajwa Nabonidas kwamba alikuwa ndiye mfalme, lakini sio Belshaza. Sasa kwa nini atajwe kwenye historia Nabonidas na kwenye Biblia inamtaja Belshaza? Nani alikuwa ni mfalme wa mwisho wa Babeli? Je, ni Nabonidas ama ni Belshaza? Labda nikupeleke haraka. Maandiko ya kisasa ya kiarkeolojia kama mwangwi wa Nabonidas, au inaitwa Nabonidas Cylinder ama Nabonidas Chronicle, yanathibitisha kwamba Belshaza alikuwa ni mtoto wa mfalme Nabonidas, ambaye alikuwa ndiye mfalme wa mwisho wa Babeli kwa mujibu wa historia. Ukisoma historia zinakiri wazi ya kwamba mfalme wa mwisho wa Babeli anaitwa Nabonidas, na mtoto wa Nabonidas alikuwa anaitwa Belshaza. Sasa katika kipindi cha utawala wa Babeli, Nabonidas aliondoka kwenye ule mji mkuu wa Babeli, akaenda kusini mwa jangwa la Taima ambalo leo linaitwa jangwa la Arabia. Akamwachia Belshaza kama mkuu wa mji wa Babeli, wakati yeye Nabonidas
akiendelea kutawala dunia, na kwa sababu alikuwa ni mwana wa mfalme, alitawala kama mfalme msaidizi ama alitawala kama mfalme, lakini hakuwa ni mfalme kamili kwa sababu baba yake alikuwa ndio anayetawala dunia. Na kwa sababu hii, ingawa Nabonidas alikuwa ndiye mfalme rasmi, Belshaza alitawala kama mfalme wa Babeli katika maisha ya kila siku, lakini mfalme haswa alikuwa anaitwa Nabonidas. Labda pengine nikukumbushe kidogo wafalme waliotawala Babeli katika utawala wa Babeli. Tunaanza na Nabopolasa aliyetawala Babeli mwaka wa 626 hadi 605. Akaja Nebukadneza wa pili aliyetawala dunia mwaka wa 605 hadi 562. Akaja mtawala wa tatu wa Babeli anaitwa Amelmaduku. Amelmaduku huyu alibeba kabisa jina la Mungu Maduku. Alitawala mwaka wa 562 mpaka mwaka wa 560. Huyu alitawala miaka miwili tu. Baada ya Amelmaduku akafuata mtawala anaitwa Nerigalesa aliyetawala dunia tangia mwaka wa 560 mpaka 556. Baada ya hapo akafuata mtawala anaitwa Labashimaduku. Huyu alitawala si hata mwaka kumaliza, mwaka wa 556 peke yake. Na baada ya mwaka 556 ndipo akaja mfalme anaitwa Nabonidas aliyetawala dunia mwaka wa 556 mpaka mwaka wa 539. Unaona sasa, Nabonidas anatawala mpaka wakati Babeli inaangushwa na Wamedi na Wajemi. Lakini Nabonidas kwenye Biblia hajatajwa. Anayetajwa ni Belshaza. Sasa Belshaza huyu ilikuwa kuaje? Huyu Nabonidas alitawala dunia kwa ushirikiano na Belshaza ambaye alikuwa ni mtoto wake katika miaka ya mwisho ya utawala wake, maana alihama mji mkuu akaenda katika jangwa la Arabia. Na Belshaza yeye alianza kutawala mwaka wa 549 mpaka 539 akishirikiana na babake na akatawala pamoja na babake. Biblia inamtaja Belshaza, haimtaji Nabonidas, na historia inamtaja Nabonidas, haimtaji Belshaza. Sasa tunataka tuangalie kwa nini Belshaza aliondolewa madarakani. Alifanya dhambi gani mpaka Belshaza kaondolewa kwenye madaraka? Mpendwa, twende katika kitabu cha Danieli sura ya 5 ili kwamba tuone dhambi ya Belshaza iliyomfanya aondolewe kwenye madaraka. Naanza kusoma neno la Bwana linasema, Belshaza mfalme aliwafanyia wakuu wake 1000 karamu kubwa, akanywa divai mbele ya 1000 hao. Alikuwa amekusanya watu wengi, watu 1000. Belshaza alipokuwa akionja ile divai ikawa ni tamu mno, akaamuru kwamba wavilete vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadneza alivitoa katika hekalu lililokuwa Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria ama mahawala michepuko yake wapate kuvinywea vyombo vya Bwana vilivyotengwa kwa ajili ya kazi takatifu. Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la nyumba ya Mungu lililokuwa Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria yake na michepuko yake wakavinywea vyombo vya Bwana vilivyowekwa wakfu kwa ajili ya kazi takatifu. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu, wakaisifu miungu ya fedha, wakaisifu miungu ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. Yani huyu Belshaza akaanza fujo. Amechukua vyombo vitakatifu vya Bwana, akaanza kunywa kwenye karamu ya zinaa. Halafu baada ya hapo hata kumtukuza tu Mungu aliyeumba na kuvitengeneza vile vyombo, akaanza kuitukuza miungu ya vyombo, miungu ya dhahabu, miungu ya fedha, miungu ya shaba, miungu ya chuma. Akashindwa kumtukuza Mungu wa mbinguni, akaanza kutukuza miungu ya shaba. Hapa mchungaji alikuwa anasema muda mrefu, watu wengi tunapofanikiwa, badala ya kumshukuru Mungu,
badala ya kumtukuza Mungu, tumekuwa tunaanza kutukuza juhudi zetu, tunatukuza elimu zetu, tunatukuza ndugu zetu, tunawatukuza mabosi, kwamba singekuwa fulani nisingekuwa na kazi. Haujajua ya kwamba hiyo kazi, hiyo biashara ni Mungu aliyekuletea. Unawaona wale wanadamu, unaanza kusifu viumbe ambavyo vimeumbwa na Mungu, lakini aliyeviumba viumbe unavyovisifu unashindwa kumtukuza. Na Belshaza naye akaanza kuitukuza miungu ya dhahabu, miungu ya fedha badala ya Mungu wa mbinguni. Alipomaliza kuitukuza hiyo miungu ya mbinguni, Bwana wa mabwana akaona kwamba hajatendewa haki. Saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu vikiandika katika chokaa ya ukuta na nyumba ya enzi ya mfalme, mahali palipokabili kinara, naye mfalme akaona kitanga cha ule mkono ukiandika. Na kuambia ilitokea balaa wakati amechukua vyombo vitakatifu, wakati ameanza kusifu miungu ya kipagani. Akaona kwenye ukuta Bwana ameanza kuandika. Akaona kiganja hakina mtu, hakina mkono, nika kiganja kana vidole kanaandika maneno ukutani. Ilikuwa ni mwaka wa 605. Mfalme Nebukadneza wa pili alivamia Yuda, akachukua baadhi ya vyombo vya hekalu la Bwana. Hiyo ni katika Danieli 1:1-2. Baada ya uasi wa Sedekia, Nebukadneza akaharibu kabisa Yerusalemu. Mwaka wa 586 akachukua vyombo vyote vya thamani akavipeleka Babeli. Hiyo ni Wafalme wa pili 25:13-17. Mwandishi mmoja nimpendaye, Ellen G. White, katika kitabu katika kitabu cha Prophets and Kings, sura inayosema The Last Night of Babylon, anasema hivi: Belshaza alijua historia ya jinsi Mungu alivyomnyenyekeza baba yake Nebukadneza, lakini hakujifunza somo hilo. Alijua kuhusu adhabu ya Mungu kwa mataifa yaliyodharau jina lake, lakini aliamua kumdharau Mungu hadharani kwa kutumia vyombo vya hekalu katika karamu ya uasherati na ulevi. Akavitumia. Biblia haitaji majina ya vyombo vilivyochukuliwa kutoka hekalu la Yerusalemu na kutumiwa Babeli. Hata hivyo, licha ya kwamba imeandikwa ya kwamba alitumia vyombo vya shaba, akatumia vyombo vya fedha, akatumia vyombo vya chuma, hata kama haijataja, leo naweza nikakwambia ya kwamba vitu ambavyo vimechukuliwa halafu vikatumiwa. Ukisoma kile kitabu cha Danieli sura ya 5 mstari wa 2 hadi wa 4, ukasoma Wafalme wa pili 25:13-17, ukisoma Ezra 1:7-11, unaweza ukaelewa vyombo gani ambavyo vilichukuliwa na Nebukadneza na vyombo gani ambavyo vilitumika kwenye ile sherehe. Labda kwa ufupi, muda tunao ni mchache, siwezi nikasoma, nitawaelezea tu. Vikombe ambavyo vimechukuliwa, vitu ambavyo vimechukuliwa, kwanza vilichukuliwa vyombo vya dhahabu na fedha, ambapo vilikuwa ni vikombe vya dhahabu ambavyo hivyo vilitumiwa na Babeli kwenye sherehe ile ya Belshaza. Kulikuwa kuna vikombe vya fedha, kulikuwa kuna sahani za dhahabu na fedha ambazo zilikuwa zinatumika kwa ajili ya sadaka wakati wa huduma hekaluni. Lakini kulikuwa kuna vyombo vya kwanza vya ibada, ambapo yalikuwepo mabakuli ya dhahabu na fedha ambayo yalitumika kwa sadaka za unga na divai. Vilikuwepo vyombo vya kunyunyizia ambavyo vilitumika katika huduma ya utakaso. Lakini vilikuwepo vifaa vya madhabahuni ambavyo vilichukuliwa kutoka Babeli, kutoka Yuda kwenda Babeli. Kwa mfano, vyombo vya madhabahuni ambavyo vilichukuliwa, ilikuwepo mikasi ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya matengenezo ya taa za kinara cha hekalu. Ilikuwepo sinia la dhahabu ambapo ilikuwa inatumika katika madhabahu ya ndani. Yalikuwepo majiko ya kufukizia uvumba ambapo ilikuwa ni kwa ajili ya kufukiza uvumba madhabahuni. Lakini vilikuwepo vitu vikubwa vya hekaluni ambavyo vilichukuliwa. Moja ya vitu vikubwa vya hekaluni ambavyo vilichukuliwa ni nguzo za shaba, zinaitwa bronze pillars, zilizokuwa kwenye mlango wa hekalu. Walichukua bahari ya shaba. Hii bahari ya shaba inaitwa Bronze Sea.
ilikuwa ni chombo kikubwa kilichotumika kwa ajili ya kuoshea makuhani. Na mwandishi mmoja nilimsoma akasema ya kwamba ilikuwa makuhani wanaogeshwa uchi wa mnyama mbele ya watu wote, sawa kabisa na vile ambavyo Yesu alikuja akasulubiwa akiwa uchi wa mnyama. Waliogeshwa kwenye nini? Kwenye hiyo bahari ya shaba. Huyo mwandishi nilimsoma anasema hivyo. Lakini yalikuwepo mabirika ya shaba yanaitwa bronze basin, vyombo vya maji vilivyotumikwa kwa ajili ya utakaso wa kikuhani. Kwa hiyo vyombo ambavyo vilichukuliwa ni hivyo. Sasa ngoja tuone vyombo vilivyotumiwa na Belshaza katika Danieli 5:2-4. Mfalme Belshaza aliamuru vikombe vya dhahabu kuchukuliwa katika hekalu la Yerusalemu, viletwe ili yeye na wakuu wake na wake zake na masuria wake wavitumie na kunywea divai. Ingawa Biblia haitaji moja kwa moja vyombo vilivyotumika usiku huo, lakini wataalamu wengi wamejaribu kuandika ya kwamba kwa vile vilitajwa vikombe vya dhahabu vilivyochukuliwa pale, vilivyotajwa vikombe vya dhahabu, na baadaye akaitukuza miungu ya dhahabu na fedha na chuma, inasadikika ya kwamba vikombe vya dhahabu na fedha vilivyokuwa vilichukuliwa, ambavyo vilikuwa vinatumika kwenye hekalu, wakanywa mvinyo, lakini walichukua mabakuli kwa ajili ya kuwekea vile vikombe wakasherekea navyo, lakini walichukua sinia za dhahabu ambazo zilikuwa zinatumika kubebea vyakula, wenyewe wakabebea vyakula katika karamu. Hawa ni waandishi wanaojaribu. Na baada ya hapo ilitokea tutakapokwenda kusoma tunaona kwamba Babeli kaangamizwa. Na baada ya kuangamizwa, mfalme Koreshi wa Uajemi aliyeishinda Babeli alipoingia kwenye madaraka, akasema vile vyombo viondoke virudi kwao. Na moja ya vyombo ambavyo vilirudi vinapatikana katika Ezra sura ya 1 mstari wa 7 hadi wa 11. Miongoni mwa vyombo ambavyo vilirejeshwa kule Yuda, ninaweza kuvitaja kwa majina na kwa idadi yake kwa mujibu wa Ezra sura ya 1 mstari wa 7 hadi wa 11. Kwanza, vilivyorudi yalikuwa ni mabakuli ya dhahabu yalibaki 30 yalirudi, mabakuli ya fedha 1000 yakarudi, visu 29, bakuli za fedha tena 30 zikarudi. Alafu kuna mabakuli ya fedha ya namna ya pili vilikuwa 410 vikarudi. Alafu kulikuwa kuna vyombo vingine 1000 ambavyo havijatajwa, vinaitwa ni vyombo vingine. Lakini vyombo vya dhahabu na fedha vilikuwepo jumla yake 5400. Hivyo ndio vikarudi katika nchi ya Babeli. Hii inaonyesha kwamba si vyombo vyote vilivyotumiwa na Belshaza vilipotea wakati wa vita siku ile. Vingine vilibaki na vikarejeshwa hekaluni na Belshaza. Baada turudi sasa kwenye fungu la 5. Aliposema ya kwamba akaona kiganja kinaandika. Alafu maneno yaliyoandikwa kuyaelewa na maana iliyoandikwa kuielewa. Sasa Belshaza alifanya nini? Anasema alipoona kiganja kinaandika, anasema ya kwamba ndipo uso wa mfalme ukabadilika, fikra zake zikafadhaishwa, viungo vya viuno vyake vikalegea. Ukisikia kwamba viungo vya viuno vimelegea, maana yake hapa haja ndogo na haja kubwa ziliachia. Wewe unachukulia masiara, unaona kiganja kinaandika ukutani, halafu kinaandika maneno huyaelewi ni lugha gani, halafu hata maana yake nayo hauijui. Kiganja chenyewe hakina mtu. Afadhali Mungu angetuma hata malaika amuone kwa malaika naandika, lakini kilikuja kiganja peke yake. Kilipoandika kile kiganja, nasema kwanza kabisa ile raha na shangwe ikatoweka, uso wa mfalme ukabadilika, fikra zake zikamfadhaisha, viungo vya viuno vyake vikalegea, magoti yake yakagongana, na mfalme akaanza kulia. Ndugu yangu, hujawahi kukutana na mkwara wa Mungu? Wewe endelea kula vitakatifu ya Bwana.
kuna siku Bwana atakufanyia mbilinge mbilinge, hautaamini. Ndipo Belshaza akaita wachawi. Wachawi wakashindwa kusoma, wachawi wakashindwa kutafsiri ile tafsiri. Ndipo baadaye wakashauriana ya kwamba aitwe mtu anaitwa Danieli, kwamba katika ufalme wako kuna mtu ambaye roho za miungu zinakaa ndani yake, na huyo mtu baba yako alimtumia na sio mwingine, anaitwa Danieli. Ndipo Danieli akaja. Alipokuja Danieli akaweza kusoma yale maneno katika kitabu cha Danieli 5:24 anasema, ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake, na maandiko haya yameandikwa. Danieli akasema na maandiko yale yaliyoandikwa ni haya: mene mene tekeli na peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: mene maana yake Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli maana yake umepimwa katika mizani nawe umeonekana umepungua. Peresi anasema ufalme wako umegawanyika na wamepewa Wamedi na Wajemi. Anasema kile kiganjo ulichoona kiliandika maneno haya: mene mene tekeli na peresi. Na maana yake ni hii: mene maana yake Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli maana yake umepimwa kwenye mizani, kilo zako zimekuwa ni chache na umeonekana umepungua. Na baada ya kupungua imekuja peresi, yani ufalme wako umekwisha na wamepewa Wamedi na Wajemi. Ellen G. White anasema juu ya tukio hili, anasema ya kwamba hukumu ya Belshaza ilikuwa ya haki, kwani aliendeleza uasi dhidi ya nuru aliyokuwa nayo. Sio kwamba Belshaza hakujua ya kwamba kutumia vitu vitakatifu ni dhambi. Alijua, lakini licha ya kujua akaendeleza uasi. Ndipo anasema ya kwamba maandishi ya fumbo ya mene mene tekeli na peresi yalionyesha ya kwamba Mungu alikuwa amemkagua mfalme Belshaza, na Belshaza akapatikana kuwa mwepesi, yani ana uzito wa haki. Napenda maneno haya: alionekana mwepesi, hakuwa na uzito wa haki, na ufalme wake ukagawanywa, wakapewa Wamedi na Wajemi, naye akauawa usiku huo huo na Wakaldayo, pamoja na ufalme wa Wakaldayo. Na Dario Medi akaupokea ufalme akiwa na umri wa miaka 62. Mpendwa, katika kipindi hiki cha utawala wa Wamedi na Wajemi, walikuwa wakiongezeka kwa nguvu chini ya uongozi wa mfalme Koresh, anaitwa Cyrus the Great, kwamba kabla wajaenda kuivamia, wakati huku wanafanya uasi, wakati huo Wamedi na Wajemi walikuwa jeshi lao linaongezeka kwa kasi, na kiongozi mkuu wa jeshi alikuwa anaitwa Koresh, mkuu wa Wajemi. Na jeshi la Koresh lilikuwa limeshavamia maeneo mbalimbali, na walikuwa wamekaribia kwenda kuivamia Babeli. Kote walikopita walipiga wakashinda, wakawa wamekaribia Babeli. Ulikuwa ni mwaka wa 539. Wakati wanaenda kuikaribia Babeli, ndipo Belshaza anafanya uasi. Usiku wa karamu ya Belshaza, jeshi la mfalme Koreshi, mkuu wa Wajemi, likiongozwa na Dario Medi. Dario Medi hakuwa ni mfalme. Dario Medi alikuwa ni kiongozi wa jeshi, anaitwa Darius the Medi. Ile akasema ya kwamba akateka Babeli bila kuwa na upinzani mkubwa. Inasemekana ya kwamba Wamedi na Wajemi walichokifanya, walichepusha mto Frati. Walipochepusha mto Frati, wakaingia kupitia lile tundu la maji ambayo yalikuwa yanaingia kwenye mji wa Babeli. Na kulingana na mtu anaitwa Herodotus, ambaye ameandika maandiko ya Kirumi, anasema kwamba jeshi la Wajemi lilielekeza mto Frati kando na kuingia Babeli usiku bila mapambano makali. Belshaza akauawa usiku huo, na ufalme wa Babeli ukaanguka rasmi kwa Wamedi na Wajemi, kama ilivyotabiriwa na kama maandishi ya ukutani yalivyosema,
kwa maana kwamba Dario akamgonga Belshaza na akashinda, na Koreshi akawa ndio mtawala wa dunia, na utawala wa Babeli ukaenda. Mfalme aliyetumia vyombo vitakatifu akafa, na utawala wake akapewa mtu mwingine akawa ndio mtawala wa dunia. Na habari ya Babeli ikaishia pale. Vyombo vilivyotumika, mpendwa, katika karamu ya Belshaza vilikuwa ni vya dhahabu na fedha, vilivyotengwa kwa ajili ya huduma takatifu ya Bwana. Jambo hili lilikuwa ni tendo la dharau kuu kwa Mungu, likawa sababu ya mwisho wa utawala wa Babeli kama taifa la mwisho, na mwisho wa kiongozi ambaye amegusa vitu vitakatifu. Walipotumia vyombo vya Bwana, taifa likakoma, kiongozi naye akakoma. Tukio hili linafundisha kwamba tunapaswa kuheshimu mambo ya Mungu na kutumia vitu vilivyotengwa kwa kazi takatifu kwa matumizi yasiyofaa, kwa matumizi binafsi, kwa starehe zetu wenyewe. Vilivyo vitakatifu vya Bwana havipaswi kutumiwa kwa njia nyingine yoyote zaidi ya ile ambayo Bwana ameielekeza. Tunajifunza kutokubadili matumizi ya vitu vitakatifu vya Bwana. Yaani tusibadilishe makusudi ya vitu vitakatifu ambavyo Bwana ameviweka. Yale makusudi ya vitu vitakatifu ambayo Bwana ameyapanga yanatakiwa kubakia vile vile kama ambavyo Bwana ameyapanga. Utakapogeuza ndipo balaa huwa linakuja. Ukibadili matumizi, na kuambia tena mwanakambi, na kuambia wewe unanisikiliza, anasema ya kwamba unapobadili matumizi ya vitu vitakatifu na ukavitumia kama upendavyo mwenyewe, utaondolewa kwenye madaraka, na taifa unaoliongoza atapewa mtu mwingine. Kwa sababu vitakatifu vya Mungu vinapaswa kutumika kama Bwana ambavyo anataka vitumike. Hataki mtu yeyote abadili vitakatifu vyake vikatumika kwa namna nyingine. Je, na wewe umekuwa ukibadili matumizi ya vitu vilivyotengwa kwa matumizi matakatifu na kutumia kwa matumizi yako binafsi, na kutumia kama utakavyo, na kutumia kwenye mambo ya starehe, yaani vimeitwa vitakatifu vya Bwana, halafu wewe unatumia kinyume na vile ambavyo Mungu alikuwa amekusudia, na wewe umekuwa ndio Belshaza, unafanya kama Belshaza? Labda pengine nikukumbushe, tunavyo vitakatifu. Tuna maandiko matakatifu, tuna ndoa takatifu, tunayo sabato takatifu, kuna zaka na sadaka takatifu, nyumba ya ibada na vifaa vyake, vifaa vya meza ya Bwana na vifaa vyote ambavyo vimewekwa wakfu kwa ajili ya ibada, navyo ni vitakatifu. Mili yetu ni mtakatifu. Maana nasema, au hamjui mili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Watumishi wa Mungu ni vyombo vya Bwana ambavyo ni vitakatifu. Na kuuliza tena, je, umekuwa ukibadili matumizi ya vitu vilivyotengwa kwa matumizi matakatifu na kutumia kwa matumizi yako binafsi? Umekuwa ukivichezea, umekuwa ukidharau, umekuwa ukivifanya vile unataka. Naona wengine wanaitumia Biblia namna ambavyo haifai. Naona wengine wanaibeba tu Biblia. Naona wengine wanaiweka Biblia. Kuna watu wanaweka Biblia mpaka kwenye sufuria. Upande mwingine, watoto wa mama mdogo, kitabu chao cha dini wanakiheshimu. Huwezi kukuta kimeweka ovyo. Wewe unachanganya Biblia mpaka na piko, neno la Mungu. Acha mchezo. Hilo ni vitakatifu vya Bwana. Chukua Biblia katika viwango ambavyo vinaheshimika. Unaichukulia Biblia kama mswaki. Wengine ndoa, Mungu alisema ndoa ni takatifu. Mtu yoyote aiheshimu ndoa. Na uzinzi na uasherati wanaofanya, wameolewa, umeoa,
unafanya uasherati, uko kwenye ndoa, anasema mtaipata adhabu. Wote wanapaswa kuyaheshimu ndoa kwa sababu ndoa ni takatifu. Angalia watu wanavyoichezea ndoa. Watu mnaomba talaka. Watu kwenye ndoa mnafanyana mambo ya hiana. Watu kwenye ndoa ni kuchepuka, ni kuwa na mahawala. Mungu anakuambia ndoa ni takatifu na anataka uiheshimu kwa viwango vyake. Kama umeolewa, tulia na bwana wako, tunza ahadi ambazo uliahidi. Kama umeoa, tulia na mkeo, tunza na ahadi ambazo uliziweka, zile nadhiri zile, kwamba utaiheshimu ndoa. Usipoiheshimu, anasema ya kwamba unatafuta balaa. Kama uelewi, kamuulize Belshaza. Sabato ya Bwana hii kuna siku nitaizungumzia. Sabato inakanyagwa vibaya. Watu wanakuja kwenye ibada wanachati. Watu wanapika siku ya Sabato. Watu wanafanya kila vurugu, wanafungua maduka siku ya Sabato, wanafanya kazi siku ya Sabato, wanakwenda kwenye vikao vya kidunia, wanafanya shughuli za kila namna siku ya Sabato. Lakini leo nakuambia neno ya kwamba Sabato ni takatifu. Unapoigeuza na kuitumia kadi utakavyo, unatafuta balaa. Kuna zaka na sadaka. Zaka na sadaka, Mungu amesema hivyo ni vitakatifu. Ukipata 100,000, 10,000 ni zaka, 10,000 ni sadaka. Zile sio zako, ni za Bwana, na upaswi kutumia kwa namna nyingine yoyote. Upaswi kubadili kwa matumizi ya aina yoyote. Inabidi yatumike kama ambavyo Mungu alizungumza, maana vile ni vitakatifu vyake. Lakini ona, unachukua zaka unajengea nyumba, unachukua sadaka unapeleka unavyotaka mwenyewe. Wengine wanabugia zote, wanalamba. Na nikwambie, anayekula zaka ni Mungu. Wengine mnasema wachungaji tunakula zaka. Mimi sijawahi kula zaka. Zaka inaliwa na Mungu. Mimi napokea posho. Napopokea posho, ile sio zaka. Na nikipokea na mimi posho, inatakiwa na mimi nitoe zaka. Kwa nakula zaka, wewe ni Mungu. Na ndio maana kitabu cha Mashauri ya Uwakili kinasema dhambi ya wizi wa zaka na sadaka ni sawa na dhambi ya kukufuru, kwa sababu anayekula zaka anatangaza ya kwamba yeye ni Mungu, maana alisema zaka ni yangu. Na anasema japokuwa inasamehewa kwa kulipa yote uliokula, usiporudisha ulicholamba, wewe umejifanya mwenyewe ni Mungu. Kama ni Mungu, endelea kuilamba tu. Na tunajua kama ni Mungu, kila Mungu ana mbinguni. Ulikokula ndiko utakako kwenda. Lakini ibada, nyumba ya Mungu, kanisa, vile vitu vya kanisani, kuna watu wamekuwa wanachukua na vyombo vya kanisani wamepeleka nyumbani. Wakija kanisani wanafanya mahali pa ovyo ovyo, wanapiga mastori, wanapiga makelele. Wamegeuza kanisani pamekuwa ni mahali pa majungu, mahali pa umbea, mahali pa kugombania. Hivi hamna viwanja vingine vya kugombana mpaka mje mgombanie kanisani? Hakuna uwanja wengine wa mabondia mpaka mje mfanye ubondia kanisani? Hapa ni nyumba ya Mungu. Mambo unayoyafanya unatafuta balaa. Lakini mili yetu, Mungu hakutaka ya kwamba watu wafanye ngono zembe kiasi hicho kupitia mili. Mungu hakutaka watu wale vyakula najisi. Hakutaka waje mapombe. Amesema mili yake, ametoa menyu ya nini kinapaswa kufanyika. Ametoa menyu yake. Na mwisho ni watumishi wa Mungu, wachungaji, wazee wa kanisa, mashemasi,
mpaka bawabu wa kanisa. Hao wamewekwa wakfu kwa ajili ya kuhudumu kanisani. Yeyote atakayewadharau, yeyote atakayeonyoshia kidole, Bwana atakuwa na raha naye. Kama uelewi, nenda kajifunze kwa Daudi. Daudi alipogundua Sauli ni mtu wa mafuta wa Bwana, hakunyosha kidole. Hata mimi katika utumishi wangu wote ambao, ama asilimia kubwa ya watu ambao walikuwa wananifanyia vigisu, nimeona namna Bwana anavyoshughulika nao mbele na nyuma. Nimeona kwa macho yangu. Nikwambia kitu, mtu wa Mungu, kesi ya viongozi wa kanisa mwachie Mungu, usiingilie. Usiseme hujaambiwa. Mpendwa, ikiwa Belshaza aliona kiganja kinaandika ukutani, wewe umefanya kosa lile la Belshaza, utaona nini? Wenda ndio ujumbe ambao Bwana ameamua usikie, ujumbe wa rehema, kwamba kama Belshaza aliona kiganja kinaandika ukutani, wewe utaona nini? Ikiwa Belshaza alipobadili matumizi ya vitu vitakatifu aliondolewa madarakani na taifa akapewa mtu mwingine, wewe utafanyiwa nini? Wewe utafanyiwa nini? Maana unaweza ukatumia cheo, maana unaweza ukatumia pesa, maana unaweza ukatumia nguvu ulionayo ya ushawishi, ukafanya kadi ufanyavyo kanisani, watu wakawa nateseka kwa ajili yako. Kama Belshaza aliondolewa madarakani na utawala akapewa mtu mwingine, wewe utafanyiwa nini? Kabla sijaja huku korido, tulifanya meza ya Bwana ya mwisho katika kanisa la Njombe. Mama Mdendemi kama alikuwepo, mkimuuliza anaweza akawaambia. Kijana mmoja ambaye ni daktari, akiwa ni mshiriki wangu pale Njombe, pia ni shemasi wangu na kiongozi wa mziki, hata akinisikia anaweza kakiri, maana sio jambo baya. Akatoa ushuhuda, akasema nilikuwa natoka Dar es Salaam na kuja Njombe, nikamwambia Mungu na kukopa zaka, nakopa hii zaka, nikirudi Njombe nitairudisha. Akasema mchungaji, pamoja na kanisa sikufika Njombe, nilipata ajali mbaya na ile gari haiwezi hata kutengenezeka kwa sababu ya kumkopa Mungu zaka. Wewe hujakopa, umekula kabisa. Kama Belshaza alifanyiwa vile, wewe utafanyiwa nini? Nimalizie na kisa cha mwisho cha mama mmoja ambaye naye pia alitoa ushuhuda mahali fulani. Akasema ya kwamba mchungaji, katika maisha yangu nilikuwa siamini kabisa habari ya mambo ya zaka na sadaka. Nilikuwa najua ni janja tu za wachungaji. Niwaambie kitu, watu wapendwa, hatufundishi zaka na sadaka kwa sababu eti tunataka kukusanya mapato. Hata wachungaji, juzi kwenye semina ya wachungaji wote wa jimbo, kama mkurugenzi wa uwakili, nikatangaza nikawaambia, Waadventista Sabato hatuamini ya kwamba tunaleta mapato, tunahubiri mambo ya zaka na sadaka ili kwamba tukusanye pesa. Tukasema kwamba sisi wa Sabato tunaamini ya kwamba habari ya kufundisha mambo ya zaka na sadaka ni kwa sababu ya faith rising, not fundraising. Sio tunafundisha zaka na sadaka, tunafundisha imani na sio ukusanyaji wa sadaka. Mtu asipotoa zaka na sadaka, huyo hana imani na Mungu. Mahali popote mwabudu anaunganishwa na sadaka na anamtaja Mungu wake kwa sadaka. Sisi tunafundisha kwa maana ya kwamba tunataka ukuze imani. Unakopeleka sadaka unakiri ya kwamba hivi nilivyo navyo ni Bwana aliyenibariki, ni Bwana aliyenipa. Unapoleta unakiri kwa vitendo kwamba unayemtumikia ndiye anayekufanyia. Lakini siku hapa ukusanya mapato. Mungu ana uwezo wa kufanya kazi bila hata senti yako moja, ataimaliza. Na hata hivyo kazi ya Mungu inaendelea. Ulipokuwa unatoa, ulikuta kazi inaenda. Unapotoa,
kazi naenda. Usipotoa, kazi naenda. Mungu atafanya kazi kwa namna yoyote na uwezo wa kumaliza. Swala la sadaka ni swala la imani na sio swala la ukusanyaji wa mapato. Sisi sio TRA na wala tufanana na makanisa mengine. It's all about faith. Na sio kwamba unatoa kwa sababu, sio kwamba tunasema utoe kwa sababu yoyote. Mungu anasema ukibarikiwa ninakudai. Yaani kama umepokea baraka, kuna madai ya Mungu kwako. Ndio maana mchungaji mchana alisema ya kwamba hatutoi kwa sababu yoyote ile. Tunatoa kwa sababu tumebarikiwa. Kama hujabarikiwa, Wasabato tunasema hutashtakiwa kwa lolote na hutakiwi kutoa hata senti moja. Ila kama umebarikiwa, madai ya Bwana yako pale pale na anataka utoe kulingana na kiwango cha baraka ulichopokea. Nimalizie kisa cha huyu mama. Akasema sijawahi kuamini habari ya zaka. Sijawahi kuamini habari ya sadaka. Nilijua Wasabato na ninyi ni kama kanisa mengine wanaoleta michango ya kila namna. Wanaosema leta sadaka kunguta na mifuko, sadaka kunguta mifuko. Wale kweli ni TRA kweli. Wasabato hatuko hivyo. Akasema nikamwambia mume wangu ni marufuku kupeleka sadaka kanisani. Mume akamwambia mke wangu mimi nimeelewa, Wasabato sio sawa na wengine. Akasema hakuna, wewe nenda kasali, mambo ya zaka na sadaka hayapo. Hakuna mtu anayewe kwenda kwenye madhabahu akiwa mikono mitupu. Unapozungumzia madhabahu ya Mungu, madhabahu haitenganishwi na sadaka. Akasema ya kwamba mume wangu akawa anatoa kisirisiri. Nikiona bahasha, nikiona ile risiti ya zaka na sadaka, ilikuwa ni ugomvi. Ikafikia mahali mume wangu anatoa sadaka kwa siri, hataki hata kuandikwa jina, kwa sababu nikijua tu wembe atakao upata ni balaa, nitamwashia moto. Sasa siku moja yule mama alipozidi kwa muda mrefu, akawa ameamka alfajiri ya saa 11. Akatoka nje ili kwamba afanye usafi. Alipotoka nje kufanya usafi, akaona kwa mbali kama kuna mtu anatembea, lakini anaonekana suruali tu peke yake nyeusi. Kwa juu haonekani, kwa chini haonekani, mikono haioni. Sasa mtu gani huyu? Anakuja usiku. Iliposogea akaona ni suruali tupu inatembea. Halafu imeandikwa zaka na sadaka. Anasema ilimkimbiza ile suruali. Aliingia ndani ya nyumba na mlango. Akaja kushuhudia kwamba kuanzia leo nimekoma. Zaka ya Bwana na sadaka nitaleta kwa ukamilifu. Mambo ya kufuatwa na suruali nyumbani kudaiwa zaka sitaki tena. Belshaza aliona kiganja kinaandika. Huyu aliona suruali inatembea peke yake. Wewe kitakuja nini? Tusimame. Mchungaji Kaduma, Mchungaji Duma, utakuwa unakuja hapa mbele wakati watu wanasogea. Ile praise team ukiona ninaenda kumaliza somo, mwe mnakuja mnajipanga hapa. Msisubiri kuambiwa, nyinyi watu wa mjini bwana. Wakati unakuja hapa mbele, endelea kufikiri. Ni vitakatifu vya Bwana vipi ambavyo umekuwa ukivitumia kinyume na Bwana alivyokusudia? Ni vitakatifu vya Bwana vipi ambavyo umekuwa umebadili matumizi? Mungu alitaka vitumike namna hii, wewe unatumia namna hii. Ninajua hata watu ambao wanaiba sadaka ambazo zimetolewa, nafahamu. Najua hata watu ambao sadaka ikitolewa ya majengo, sadaka ikitolewa ya majengo, wanapeleka kwenye shule ya Sabato. Hata huo mchezo, sadaka ikitolewa kwa ajili ya matumizi fulani, ikawekwa wakfu kwa ajili ya jambo hilo, usibadili matumizi. Kinyume na hapo, unataka mkono uandike kwenye ukuta wako, unataka suruali itembee yenyewe bila mtu, na imeandikwa zaka na sadaka.
unataka wewe ufanyiwe jambo. Nebukadreza aliondolewa madarakani na yeye mwenyewe akaondolewa. Na wewe kama utaendelea kubadilisha, Mungu anasema ya kwamba utaondolewa kwenye nchi unayoitawala na wewe mwenyewe utaondoka. Lakini kwa sababu anameleta kwenye makambi haya, hili nao ni neno la matumaini ya kwamba wakati wako wa kuacha mambo ya namna hiyo umefika. Badilika na umgeukie Bwana. Weka tumaini kwa Bwana ili akusaidie. Kuanzia leo usitumie vibaya vitakatifu vya Bwana. Kuanzia leo Bwana akufundishe kutumia vizuri vitakatifu vya Bwana. Kuanzia leo Bwana akusaidie usibadili tena matumizi ambayo alikusudia kwenye vitakatifu ambavyo unavishikilia. Praise him. I was waiting for you. Mkiona tu ninatoa wito, mnasogea haraka. Nadhani mchungaji utaendelea kuweka sawa mambo ili kwamba logistics zikae. Maana kesho ndo kambi linaanza. Wenda leo watu walikuwa bado weekend. Wimbo ule namba 69 beti moja na chorus. Wakati beti hilo linaimbwa, mchungaji utapanda juu kidogo. Utakuwa unasogea na mchungaji ataomba kwamba Bwana atusamehe. Maana tumevivuruga vitakatifu vya Bwana. Lakini kabla mkono hujaandika, Bwana ameturehemu. Kabla suruali hajatembea yenyewe, Bwana ameturehemu. Lakini ameleta ujumbe huu ili kwamba asiwepo tena atakayeendelea. Na kama ataendelea, basi wanapiga hatua moja baada ya nyingine. Namba 69. Unaweza ukasogea sasa. Njoo tuombe kwa Bwana. Kwamba Bwana tusaidie. Hatutaki tukutane tena na ile adhabu ya Belshaza. Hatutamani tuone mkono ukiandika kwenye ukuta. Hatutamani tena utuondoe kwenye nchi tunaitawala. Hatutamani utuondoe uhai wetu.